napitia changamoto kutimiza ndoto zangu. Kisa ni sana, niliuza mwili wangu nitimize ndoto zangu. Nimeambulia maradhi sana, ni kipaji changu sana, ndiyo maisha yangu sana. Maana kipaji changu ni kipaji halisi sana, nitimize ndoto zangu, nifike mbali sana. Kuna muda nawaza kukata tamaa, napitia changamoto kutimiza ndoto zangu. Kisa ni sana, niliuza mwili wangu nitimize ndoto zangu. Nimeambulia maradhi sana, ni kipaji changu sana, ndiyo maisha yangu sana. Maana kipaji changu ni kipaji halisi sana, nitimize ndoto zangu, nifike mbali sana sana. Maana kipaji changu ni kipaji halisi sana, nitimize ndoto zangu, nifike mbali sana. Sikia sister, jambo lako nimelifanyia kazi. Unamaanisha umepata ile hela? Yeah. Utakuwa umenisaidia sana. Maana hiyo hela ilikuwa inanumiza kichwa, na kama unavyojua kule zoezini, usipotoa hela hauendi location, na leo ndo ilikuwa siku ya mwisho kutoa hiyo hela. Kwa hiyo mimi naomba tu nipatie sasa hivi nipeleke muda huu. Shout to my brother, unaniunga mkono, unaibu na kabu unapiga roba nipate pesa ya promo. Sana tulipe nasi tuwe kama kina JB, uopa, uoya au kama PhD. Umewapa usta mpaka Steve Nandalo, upo kama Maya Gang, yani umetupiga chini. Sasikia, dudua uwa kama wangu, sawa? Kwa kisha wenda unafanya kweli. Sana, maana kipaji changu ni kipaji Leo kuna muda nawaza kukata tamaa. Asante sana. Wewe nikapiga harakati au unasemaje? Yaani hapo umenisaidia sana. Lazima leo atakubasa. Unasemaga mimi sitawagela. Sasa leo unaenda kuwafungia mtaa leo. Basi ina noma. Cha msingi wewe zingatia sana unapoambiwa action. Hakikisha unafanya kweli. Sio unapewa action huko unajua kama maisha yetu tunaungaunga tunakopa wewe unaenda location afu unafanya ujinga. Yaani kwa hiyo hela kunipatia sitakuangusha. Kwa hiyo lazima nifanye kweli. Sasa unajua kabisa maisha yetu jinsi gani yalivyo magumu. Kwa hiyo unapopata pesa kama hiyo, hebu hakikisha unaifanyia kweli. Usijali. Asante. Ngoja nikajiandae ili niende. Haina noma. Nilipe tu mimi nataka unilipe tu. 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 Poteza wangu muda, homu nikavuluga, umekuwa msaliti Yuda, hadi najuta ni mpakani hisana, nye achen tu mimi nalewa tilaida. Wasanii, hii ndio siku ambayo tuliisubiri kwa hamu sana, na hapa pembeni yenu kuna huyu director ambaye ataweza kufanikisha zoezi letu la kushuti movie. Yani huyu ndiye director atakayeshuti hii movie yetu. Nafikiri nisiwe muongeaji sana, nichukue muda wangu kumkaribisha, jitambulisha kwa majina. Kaka, hawa ndio wasanii wangu. Karibu sana kaka. Asante. Sijui huku mnatumia salamu gani? Ni zile zile za wasanii. Okay. Wasanii wi. Wi. Kwanza niwapeni hongera sana, mmependeza sana.
Sikutegemea kama ningekuta mkiwa hivi. Lakini hii ndio sanaa. Basi ningependa kabla kujitambulisha niwaambie mawili matatu yanayotokana na sanaa. Moja, nimeanza na Romini mpaka kufika hapa. Kwanza kabisa sanaa inahitaji uvumilivu, lakini pia sanaa inahitaji kupambana sana. Sanaa inataka umheshimu mkubwa na mdogo. Sanaa inataka uamini kwamba wewe huwezi kufika bila mwenzako. Lakini kingine, huwezi kufanikiwa sanaa kama huwezi kujitoa. Ndio maana hata wanaomtafuta Mungu makanisani wanatoa sadaka ipasavyo na dhaka, ili tukusubiri siku ambayo Mungu ameandaa kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Hivyo basi namaanisha hivi, inatakiwa tupambane na inatakiwa tufanye mazoezi kwa bidii. Mwalimu huyu ndiye njia yenu, kwa sababu ndiye anayewaongoza. Na katika project ambayo tunakwenda kuifanya itakuwa ni ya kihistoria naamini. Basi nisiongee mengi. Kwa majina naitwa Director Kanu. Hivyo basi nimefika hapa kwa kazi moja tu, kuhakikisha nyinyi mnafanya vizuri, lakini pia na mimi mnaniheshimisha katika tasnia hii ya filamu. Asante. Teacher, samahani, ningependa kama kunawezekana nipe dakika moja mbili kwa ajili ya hamna shida, unaruhusiwa. Karibu bwana. Basi asante. Jisikie huru. Basi kaka pale white jet pita kidogo hapa mbele. Na dada pale pita mbele. Kwanza kabisa hakuna mwalimu wa sanaa, wote ni waelekezaji tu. Hivyo naamini nyinyi sio kwamba mmejifunza leo, mna vipaji ndio maana mkaa hapa. Basi tutacheza ubunifu. Ubunifu sitaka kuelekeza kwa moja kwa moja. Attention, be serious, double action. Ankiti, wewe ni mwanaume wa aina gani? Huyu mtoto aliyomo tumboni mwangu ni mtoto wako wewe. Iweje leo unakataa kumlea? Maana yako nini? Wewe si ndio umenilagai? Wewe umenidanganya. Mpaka sasa hivi mimi nimefukuzwa shule kwa sababu yako. Alafu sasa hivi nakwambia nina mimba, unaniambia mimba sio yako. Hivi anakuingia akilini Ankiti? Omaya, hivi nikuelekezeje wewe? Mimi nimeshakwambia kwamba wazazi hawakutaki, na ndio maana nikaja nikakwambia kwamba hiyo mimba uitoe. Ankiti, leo unasema mimi nitoe mimba? Je, nikifa na mimi? Wewe sina mwanaume ambaye unasema nikuzalie? Sawa Ankiti? Omaya, lakini jaribu kusikiliza basi. Ankiti, hii mimba utailea. Iwe wazazi wako wananitaka au hawanitaki. Huyu aliyomo tumboni mwangu ni mtoto wako na hakika utamlea. Hivi unashindwa kutumia akili? Nataka nikuelekezeje labda? Sasa nisikilize. Kama unalazimisha huyu mtoto usimtoe, utajua mwenyewe. Ankiti. Pause. Relax kaka. Umetisha. Umetisha. Mmejitahidi. Teacher. Hongera. Asante. Hongera. Asante. Lakini ninaposema hongera simaanishi mmefanya vizuri sana. Kwa sababu wewe una ujauzito. Umepewa. Alafu mwanaume kakataa. Alafu unalazimisha iwe isiwe lazima ulee. Wewe mchawi. Unaloga. Sasa hivyo basi uigizaji wa sasa hivi teacher ni hatuhitaji vitu vya kupayuka, sababu kuna bomb mic, kuna vifaa vya kila aina. Sio lazima no. Unaweta majirani wajue ulitoa mimba. Mbona kutunza usichana wako? Lazima uwe na jinsi ya kumwambia. Kwani hivi ukimfuata mpenzi wako kumwambia baby, hivi kwani ujauzito na wakataa?
hasikii, haelewi. Kwa hiyo jamani, tuwe makini katika hilo jambo, lakini naamini tutakuwa sawa tu, naamini tutakuwa sawa. Sasa kingine teacher, teacher, mpaka hapa nadhani inatosha, ila kama ningepata ruksa dakika moja ningempandisha mtu mmoja hapa ili tujaribu kutazama kitu fulani hapa. Haina shida. Basi mkaa kapita mbele. Okay, yes. Lasta pale. Kijana mpita. Teacher. Naam. Unaweza kuwapa simu? Sawa. Inawezekana. Hapa mimi nataka mnichezee kitu kimoja. Niliwaambia wasanii ni lazima, kwa sasa hivi sanaa inavyotaka, wasanii ni lazima mjue Kiingereza. Sasa Rasta inatakiwa udai pesa yako kwa Kiingereza kwa huyo bwana. Nadhani huyu Rasta amesoma huyu. Haina shida, hawezi kuniangusha huyu. Be serious. Stand by. Double action. Bro. Ndio. Give. Naomba pesa yangu. Nataka pesa yangu. Yaani nimekuja hapa hivi sawa? Sitaki ugomvi wala kitu gani. Nataka hela yangu. Pause. Nimesema umdai pesa kwa Kiingereza. Rasta vipi? Bro. Naam. Yaani hapo. Nataka pesa yangu mimi. Sawa? Yaani tusizunguke kote. Sawa? Give me money. Ni mwenye hapa ni mwamba wa Malila. Natamani Marwa Royal G. Hapa Kiingereza kimerara. Haya, chota hela zangu mimi nijikatae. Tusiongee sana. Nisije kuonekana kwamba mimi Marwa Royal sasa hivi napiga bangi. Hicho kitu sitaki. Nataka hela yangu nitoke hapa kwako. Chota mchere. Wasomi bwana. Hebu tuendelee, maki sija kuelewa bado. Nimesikia mane, ila nataka nijue kwamba hiyo mane imebebwa na nini. Hebu kama unaomba, basi niombe kwa Kiingereza ulichokianzisha. Mambo ya kunichanganyia lugha mbili kwa wakati mmoja sielewi kabisa. Sasa wewe nataka unyoke moja kwa moja direct, usipinde pinde, yani uniombe la kwa Kiingereza. Unasemaje? Me and wewe. Sawa? Give me money. Asa hivi. Sawa? Nikwambie kitu? Na nikushauri pia. Kumbe msanii kuna umuhimu sana wa kujua Kiingereza. Kama alivyosema teacher. Sasa kama sijui ni nini? Yaani mimi hapo sijakuelewa bado, umenikoroga. Kifupi ni kwamba malizia sentence yako. Ukiweza tunakupa hela. Sawa, haya fanya hivi, nipe hela yangu mimi niondoke. Maswali ya Kiingereza sitaki. Unaona? Chota man. Aisee, yani hata sikuelewi. Nachekesha. Unajua unachokiongea? Mimi kiukweli yani hata sikuelewi. Kabisa. Pause. Pause.